Unalima, unafuga, unatafuta faida halisi. Karibu Koko Shambani, kipindi kinachokuletea kilimo cha kisasa, mazao ya faida, ufugaji wa kisasa na biashara mbadala, kutoka kwa wataalamu wa kilimo na wakulima waliofanikiwa. Kujifunza mbinu zinazoongeza mavuno na kipato, kuanzia rutuba ya udongo hadi soko. Usikose Koko Shambani, kila Jumapili saa 10 jioni hadi saa 12 jioni. Koko Shambani, kilimo kinacholipa, maarifa yanayokuwa. Ni hapa Coco FM pekee. Na Koko Shambani, kama kawaida, ujuavyo msikilizaji na mtazamaji, lazima kila siku ya kipindi hiki tukuletee kitengo cha mkulima hodari. Na hii leo tumetua katika shamba la mkulima wetu hodari ambaye ni Hannington Kalama katika eneo la Mwarakaya. Hii leo tunazungumzia kilimo cha mahindi. Hiki ni kilimo ambacho kinafanyika sana na watu wengi katika taifa la Kenya, na sio Kenya pekee, hadi katika eneo la Afrika Mashariki na ulimwengu mzima. Lakini katika eneo hili la Kilifi kumekuwa na dhana kwamba eneo la Kilifi kuna muda wakulima ama wananchi wanakumbwa na baa la njaa. Je, hii ni kweli? Haya yote msikilizaji na mtazamaji tutayabaini hii leo katika mkulima wetu hodari Bwana Hannington Kalama. Tumefurahi sana kutembelea katika shamba lako. Labda tuanze tu hapa, uko na shamba la ukubwa gani ambalo unafanya kilimo hiki cha mahindi? Asante sana Coco FM kwa kutembelea kwa shamba langu. Shamba langu liko katika eneo hili la Mwarakaya. Na karibuni sana kwa tuweze kusoma jinsi tunavyoendelea. Shamba langu hili ni ekari moja hapa, ambao ndio nafanya kazi nayo hapa tulipo sasa. Ekari moja hili shamba lote umepanda mahindi ama ndani kuna aina tofauti ya kilimo ambacho unafanya? Nimepanda mahindi na kidogo kiangalia kwa ndani sana naona njugu pia ziko. Kwa hivyo njugu na mahindi yanapatikana hapa kwa shamba hili. Hebu tuanzie utaratibu ambao labda wewe ulichukua katika kilimo hiki cha mahindi. Ulianzia wapi? Kusema kweli nilianzia mbali sana. Wakati nikianza kilimo hichi tunaita kilimo biashara, mwanzo ulikuwa ni kilimo cha kawaida. Ambao ulikuwa situmii hizi pembejeo. Na nilikuwa kwa yeye kamoja nilikuwa naweza kuambukia kupata kama gunia 3, 4. Lakini baadaye ndio maafisa wa agriculture wakaanza kutufundisha jinsi ya kuingia katika kilimo biashara. Nikakikumbatia vizuri, ndio sasa tumeweza kuendelea kiasi hiki. Lakini kwa sasa niko na kama miaka kama 5 hivi kuanzia nikumbatia hiki kilimo biashara. Na unasema mavuno ni mengi sana sasa hivi. Mavuno ni mengi sasa sana. Kwa eka moja sasa hapa napata gunia 18 za zile za kupukusa. Za kutoa kwenye maguguta 18 wanapata hapa. Kwetu ambao ni nadra sana kupata kiasi kama hicho. Awali ilikuwa haifanyiki, sasa hivi inafanyika. Sasa hivi inafanyika. Tumeona hili eneo kuna mahindi mengi sana, kila mtu shamba lake limejaa mahindi. Lakini tuanze pale kwa ule utaratibu, manake lazima mlifanya kitu ndio maana mashamba sasa hivi mahindi yamemea vizuri. Utaratibu wa kupalilia, mlitumia mbinu gani? Sasa wacha nianze pale mwanzo, tunaanza kutayarisha shamba. Shamba zetu hapa huwa tunatayarisha wakati wa kiangazi. Wakati ule kuna jua, ndio shamba zetu huwa tunatayarisha. Na sana sana hapa huwa tunatumia hizi tingatinga. Ambazo ndio wanakuja wanatutayarishia shamba. Lakini kabla tingatinga huwa wewe mwenyewe unatayarisha ile shamba. Kama kuna magugu makubwa na yatoa, unabakisha zile nyasi tu za kawaida. Ambao tinga ikipita inapita vizuri na inatengeneza ile shamba. Sana sana ule huwa ni mwezi wa 2, wa 3, wa 4. Sana sana huwa tunasema ukilima mapema. Basi unapata wakati mzuri, ule mchanga unashikana vizuri. Kiasi mvua inyeshe sasa ukiweka mbegu ina uwezo wa kuota vizuri. Sasa mmetayarisha shamba, mmeletewa tingatinga imekuja imepalilia, mvua imenyesha sasa. Upande wa upanzi, mbegu mlitoa wapi? Sasa upande wa upanzi huwa pia tunakuwa advise kupanda mapema kabla mvua. Ili mvua inyeshapo mbegu ziwe kwa mchanga. Na kama mbegu zitapatikana kwa mchanga,
Sasa ile tunaita ni umefaulu kabisa, manake kadri mbegu inapatikana kwa mchanga na mvua, pale kuota kwake ni rahisi. Na mbegu sana sana huwa tunanunua. Okay. Tunajipanga hizi mbegu hybrid seeds huwa tunanunua kwa hizi agrovet ambazo karibu na sisi. Na kwa mimi sana sana mbegu yangu ambayo huwa ninapanda huwa ninapanda PH4. Nikikosa PH4 napanda DHO4. Hizo ndio mbegu ambazo zinafanya vizuri sana hapa kwetu. Lakini sasa umepanda mbegu PH4. Yes. Mbona usingeenda kwa ile mbegu ambayo unaifahamu? Kuna mbegu nyingine inajulikana kama Katumani. Yale mahindi yake madogo madogo hayakui sana. Yale hayakui sana. Yale pia ni mazuri. Lakini kwa sababu ya mvua nyingi huwa tunapendelea kupanda PH4 kwa sababu PH4 inatathmini sana maji mengi. Lakini ile Katumani ni mbegu ya mvua chache. Okay. Kwa hivyo ile wakati mwingi huwa tunapanda wakati wa short rains, wakati wa vuli. Nimetazama katika shamba lako, unaona kwamba mahindi yako umeyapanda kwa foleni hivi. Tunasema rows. Mbona ulitumia huo mfumo na ukaweka pia kuna nafasi spacing? Umuhimu wake ni nini? Umuhimu wa kuweka hizi rows, kwanza inasaidia zile mbegu utakazoweka pale kwa mchanga. Unaweka mbegu nyingi zaidi. Na sana sana sisi tunasema wakati mbegu inapoingia nyingi ndio mavuno nayo yanakuwa mengi. Utakuta ukipanda wao wanapanda saizi ile tu kupanda wao unaacha space nyingi. Okay. Kwa hivyo mbegu pia inaingia kidogo. Kwa hivyo ukipanga in rows mbegu inaingia nyingi zaidi. Upande sasa wa kukabiliana na hizi nyasi ama magugu, huwa baada ya kupanda mahindi yameota, mnaanza kama baada ya muda gani hivi? Sana sana kama ni kulima, maana kuna mbinu mbili za kudili na hayo magugu. Kuna ile mbinu kama unalima na kuna mbinu zingine huwa tunatumia herbicide. Kama ukiangalia kwa shamba langu nimetumia herbicide. Hii herbicide ambayo nimetumia mimi ni ile ya kwamba unaweka mahindi vile kama hayajamea ama yakianza tu kuota una spray herbicide. Inazuia zile nyasi hazitoki kwa muda wa miezi 3. Kwa hivyo bila shaka pale mahindi yatakuwa yako tayari. Yes. Baada ya miezi 3 kama yametoka tena ama huwa hazitoki tena baada ya miezi 3? Huwa baada ya miezi 3 huwa zinatoka kama kawaida. Lakini kulingana na mavuno yako tayari utakuwa ushatoa shambani. Yes. Na labda wakati unapoanza kuona mahindi kama sasa hivi yameota, kuna wengine huwa wanakuja wanaanza kupanda tena pale ndani. Labda hiyo ndo wakati ambao ulikuja ukapanda, naona kuna mihogo, kuna njugu, ndo wakati ulikuja ukafanya hicho kilimo chengine hapo ndani? Yes, kilimo chengine wakati kwamba mahindi sasa yametoka, umeweka herbicide yako, sasa pale unaweza kupanda vile vitu vingine. Ndio sababu nikaja nikapanda njugu na pia muhogo pia uko hapo. Vyote vinaweza kuwa pamoja na vikafanya vizuri zaidi. Sasa hivi mnatarajia labda kuvuna muda gani na kama kiwango gani cha mahindi? Maana umesema kule awali mlikuwa hamna hamasisho, lakini sasa hivi mna hamasa ya kutosha. Yes. Mnatarajia kuvuna lini na kiwango gani cha mahindi ambacho unatarajia kuvuna? Sasa hii sisi kama hili eneo tunasema mwaka umekuwa mfupi sana. Kwa hivyo kama tunasema mwaka umekuwa mfupi sana, tunamaanisha tutavuna mapema zaidi. Kwa hivyo sasa hii nimebakisha mwezi mmoja hapa. Maana haya mahindi ni ya miezi 3. Kwa hivyo baada ya mwezi mmoja, tuseme mwezi wa 7 mwanzo nitakuwa natoa mahindi. Yatakuwa yako tayari kabisa. Sasa kama unasema kwamba labda mwaka umekuwa mfupi, unamaanisha kwamba labda kutakuwa na kama misimu mingapi sasa hivi ya kupanda huu mwaka? Huu mwaka itakuwa na misimu 3. Kwa sababu ikifika mwezi wa 6 kukinyesha tu ile mvua unaweka mahindi. Ambao hayo ikifika mwezi wa 9 yanatoka. Kwa hivyo unabatisha ile ya vuli tena. Ambao sasa misimu 3 kabisa sasa unaweza ukiwa na bidii utapata yote. Labda mnapovuna haya mahindi, yale magunia ambao wewe unatarajia, sasa mnayauza ama mnaenda mnayahifadhi mahali? Kwa sasa hili shamba langu vile liko nakadiria si chini ya gunia 20. Manake hili shamba mahindi yameshika vizuri sana. Na vile unavyoona kama mahindi sasa yanakuja vizuri sana. Kwa hivyo yale mahindi sisi tukivuna mara nyingi huwa tunauza, lakini hatuna haraka ya kuuza. Huwa tunayakausha vizuri
Na siku hizi kuna hizi gunia hizi za kisasa. Tunaziita hermetic bags. Sasa hizo ndio huwa tunawekea mahindi. Tunapima 100 kgs, tunafunga pale, tunaweka vizuri. Tunasubiri bei iwe nzuri. Okay. Hatuuzi mapema. Yes. Lakini huwa kuna muda mnakuja mnayauza kabisa, halafu wakati mwingine mnatarajia kwamba labda shambani kuna mengine yanakuja yanakuwa vizuri pia mnapeleka nyumbani. Ndiyo kabisa, lakini huwezi kosa ya kuacha chakula. Chakula ni muhimu. Maanake watu wengi sana wamekuwa na hii dhana kwamba mara wanasikia kwamba kaunti ya Kilifi wakazi wanakabiliwa na baa la njaa, lakini naona huku eneo la Chonyi chakula ni kama mtavuna chakula kingi. Mbona huku chakula kiwe kingi, kule maeneo mengine watu walalamike? Ni kweli kabisa. Sisi tuko na mambo mawili ama matatu ambayo mvua hapa hatuwezi kosa. Hata kama ni kidogo, hata kama eneo mengine yatakosa, lakini hapa hatuwezi kosa kabisa. Jambo la kwanza, sisi tuko na karibu na mfuo wa bahari. Ile pia inatusaidia mvua pia kuanguka chini hapa. Isitoshe pia tuko na Kaya Chonyi hapa karibu. Msitu. Ambao wingu likifika hapa, likipitana hapa, haliwezi pita bila kudondoka chini. Kwa hivyo sisi kusema ukweli kwamba hii Chonyi tunaita Kitale ya Kilifi. Manake Chonyi kikosa mahindi, basi Kilifi nzima imekosa mahindi. Lakini mwaka huu naona kwamba Chonyi iko vizuri. Hebu tuzungumzie masuala ya pembejeo ama mbolea. Huwa mnatumia mbolea aina gani katika kilimo chenu? Sana sana mbolea yetu ambayo tunatumia hapa ni NPK. Ambao mchanga wetu ulikuja ukakuwa tested na watu wa agriculture. Na wakasema NPK ndio inafanya vizuri hapa. Kwa hivyo hapa tunatumia NPK. Baada ya wiki 3 kupanda, unaweka CAN. Na ukiwa na uwezo, hivi mahindi yamefika, unaweza kuiwekea tena kurejelea CAN mara ya pili, ili upate mavuno mengi zaidi. Yes, kwa hivyo tunatumia NPK, alafu CAN. Mbali na ile mbolea kwa wale madukani, kuna zile mbolea ambazo zinapatikana nyumbani, manake kuna wengine ni wakulima huku lakini pia ni wafugaji. Yes. Labda kuna wakati mwingine mnakosa fedha za kwenda pale dukani na mnatumia zile za pale nyumbani. Hiyo sana inafanyika sana. Especially kama sisi tuko na mavia kuku pale, mavia ng'ombe, ile ukiweka kwa muda, ukiangalia mahali ukiweka kwa muda, huwa ni mbolea. Sasa wakati ule wa kiangazi kabla tingatinga ipitie, huwa tunachukua kule na malori inakuja inamwaga pale shambani. Unachukua watu wanaitandaza ili tingatinga ikipitia, sasa ikilima inachanganya ile mbolea. Okay. Kwa hivyo ukilima pale na ukipanda mbegu yako itakuwa sawa kabisa. Hata ikikosa CAN ile inazaa vizuri. Tumewahi kuona kwamba serikali ya kaunti imekuwa pia ikisaidia wakulima mbali kwa upande wa pembejeo, upande pia mbolea, mbegu. Labda haya ni mambo ambayo pia nyinyi yaliwafikia? Ni kweli, hata mimi mwenyewe nazungumza hapa yalinifikia. Ndio sababu hata nikakumbatia hiki kilimo. Mara ya kwanza kutumia pembejeo nilipewa na county government ya Kilifi. Kwa hivyo kanisaidia, na hapo ndipo nilipoanza kuona utamu sasa wa kutumia pembejeo. Sasa tukimalizia, labda kuna yule mkulima ambaye anatusikiza na anatutazama, labda ungempatia ushauri gani labda sasa hivi kama mnatarajia mavuno ambayo ni ya hali ya juu? Ungependa kumwambia nini? Ana shamba lake pale lakini hajaliboresha kwa kilimo cha mahindi. Mimi ningependa kushauri yule mkulima pale chini ambaye labda pia anafikiria kufanya kilimo biashara ama kilimo hichi cha mahindi. Kwanza kabisa lazima ajitolee mwenyewe. Hii iwe ni ofisi yake, kama vile watu wanaroka asubuhi wakienda ofisini. Kwa hivyo shamba natakana litembelewe mara kwa mara. Na uweze kupatikana kila wakati kwa hiyo shamba yako. Ili kwamba uweze kuangalia, maana shamba huwa liko na wadudu wengi ambao pia huvamia yale mahindi. Sasa unapoacha shamba lako kwa muda mrefu, ukifika pale utapata mambo yameharibika. Na huu kulima si kwamba ati ni ghali sana. Ugali wake ni kule kujitolea, utumie wakati wako na kuwa shambani mara kwa mara. Na hiyo mambo yote hiyo utafaulu. Kwa hivyo tunasema ni kutupa njaa. Ile njaa unaitupa kabisa. Ukijitolea kuingia shambani, basi ingia shambani kabisa. Na wewe utapata manufaa.
Bila shaka tumeshukuru sana, na Asante ujumbe sana, ambao Coco nimeupata kutoka kwako ni kwamba ukizingatia shamba lako litakupatia faida na utatupa njaa. Yes. Shukran sana Bwana Hannington Kalama kwa Karibu kutukaribisha sana katika shamba lako. Yes. Tumejifunza mengi na tutumai kwamba pia msikilizaji amejifunza mengi katika kipindi hiki. Wakati mwingine kama kuna hitaji zaidi tutakutembelea tena wakati unavuna, ili tuje tuone ule mfumo ambao unatumia kwa kuvuna na hadi kuhifadhi mahindi yako. Karibuni, tunakaribisha sana na tuko pamoja. Msikilizaji na mtazamaji, tumefika tamati ya kile kitengo cha mkulima hodari, na tumesikia kutoka kwa mkulima wetu hodari Bwana Hannington Kalama kutoka Mwarakaya. Hili ni eneo ambalo sasa hivi wanasema wanalifahamu kwamba ni Kitale ya Kilifi. Kitale ya Kilifi inamaanisha kwamba ni eneo ambalo chakula kitapatikana kwa wingi kutokana na kile kiwango cha mvua ambacho kinaendelea kunyesha. Msikilizaji, mimi ni Joseph Jira, na hadi Jumapili ijayo katika kitengo kingine cha mkulima hodari. Kwa heri kwa sasa. Coco FM, ladha ya Pwani.